leo imepatikana habari njema kidogo ya kutupiliwa mbali kwa hayo maombi ya sisi viongozi wa Chadema kufungwa kwa kile kilichokuwa kinadaiwa kwamba kukiuka amri ya mahakama. Lakini ushindi wa leo ni hatua ya mwanzo. Kesi hii toka tarehe 10 mwezi Juni mwaka 2025 imezuia shughuli zote za Chadema nchi nzima kwa tafsiri potofu ambayo ilitolewa baadaye, ziada ya zuio ambalo lilikuwa ni kwa katibu mkuu na bodi ya wadhamini peke yake. Kwa nitumie fursa hii vile vile kusisitiza mwito wetu, kwa kuwa kesi hii ilifunguliwa na mamluki watatu, wakati huo ikiwa inafunguliwa ni kwa malengo ya kukwamisha mapambano ambayo Chadema ilikuwa inaongoza wa Tanzania ya no reforms no election, kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Ni vyema sasa waliowatuma mamluki hao watatu wakatumia mchakato huo uliotumika kuingiza hii kesi mahakamani, kuhakikisha kwamba maombi yale ya msingi yanaondolewa mahakamani ili chama cha Chadema kipate haki zake na kipate uhuru wake, ikiwemo uhuru wa vikao vya chama vya kikatiba, ikiwemo kamati kuu ya chama kukaa kwa uhuru na uwazi, kutathmini madhila, madhara na maafa makubwa ambayo yameikumba taifa letu tarehe 29 mwezi Oktoba na siku zilizofuatia baada ya tarehe 29 mwezi Oktoba. Nazungumza na nyinyi leo tarehe 28, ikiwa kesho tarehe 29 ni kumbukumbu ya siku 31, mwezi mmoja kamili toka maafa haya kutokea. Na kwa kweli maafa haya yametokea si kwa kile kinachoelezwa na serikali haramu na dhalimu kwamba ni matokeo ya kinachoitwa vita ya kiuchumi au hujuma ya kiuchumi kama ambavyo imedaiwa. Ukweli ni kwamba maafa haya ni matokeo ya kiburi cha watawala dhalimu toka mwaka 2019 kupora uchaguzi, 2020 kupora uchaguzi, 2024 kupora uchaguzi, 2025 kupora uchaguzi, kwa kiwango ambacho Tanzania sasa haina chaguzi tena za haki. Lakini si tu kupora uchaguzi na kuwaondolea wananchi ridhaa ya kupata viongozi wanaowataka, bali pia kutenda matendo mengine haramu ya utekaji, utesaji na tuhuma kubwa ya mauaji yaliyofanyika tarehe 29 mwezi Oktoba na siku zilizofuatia. Sasa serikali